Je, umewahi kusimama kwenye balkoni ya ghorofa ndefu na ghafla ukapata wazo la kujirusha? Au labda umeshika kisu jikoni ukikata mboga na kwa sekunde moja ukawaza jinsi ilivyo rahisi kumdhuru mtu aliye karibu yako? Usihofu, haujachanganyikiwa, na wala wewe sio mtu mbaya. Haya tunayaita intrusive thoughts au mawazo vamizi. Lakini mwanasaikolojia maarufu Carl Jung alikuwa na jina lingine la kutisha zaidi kwa ajili ya hali hii. Aliita the shadow self au kivuli. Fikiria hivi. Tangu utotoni umefundishwa kuwa mtoto mzuri. Usipige watu, usitamani vya watu, dhibiti hisia zako za ngono, kuwa mpole. Lakini je, zile hisia za asili za ukatili, tamaa na ubinafsi zinaenda wapi? Hazipotei. Zinasukumwa gizani. Zinaenda kwenye hicho kivuli. Kila mmoja wetu, ndio, hata wewe na hata viongozi wa dini, ana upande huu mweusi. Upande unaopenda vurugu. Upande wenye kiu ya nguvu. Upande usio na huruma. Shida inaanza pale unapojidanganya kuwa wewe ni mtakatifu na huna upande huu. Carl Jung alisema, mtu asiyejua kivuli chake hudhibitiwa na kivuli hicho. Hiyo hasira unayoilipuka ghafla, hizo tabia za siri unazozifanya gizani na kujuta asubuhi, hiko ni kivuli chako kinachojaribu kupiga kelele ili kionekane. Hivyo, ufanye nini? Uue mtu? Hapana. Dawa ni kufanya kitu kinaitwa shadow work. Kubali kuwa una uwezo wa kuwa mnyama. Kubali kuwa una mawazo machafu. Unapokubali kuwa unaweza kung'ata, lakini ukachagua kuto kung'ata, hapo ndipo unakuwa mtu mwema kweli. Mtu asiye na uwezo wa kufanya ubaya sio mwema, ni dhaifu tu. Lakini mtu anayeujua ukatili wake na kuudhibiti, huyo ndiye mwenye nguvu. Je, wewe umewahi kukutana na kivuli chako? Umewahi kuwaza kitu cha kutisha ambacho huwezi kumwambia mtu yoyote? Niandikie kwenye comments, I see the shadow. Kama unataka kujijua zaidi kisaikolojia, bonyeza hiyo like na subscribe. Tukutane kwenye video ijayo.